Sisi tulienda mahakamani. Maana yake mnaona yale ambayo yalifanyika kule Bomas of Kenya ambayo haikuwa sawa. Bwana Chebukati, Chebuchetha alitangaza mambo yake peke yake. Walikuwa commissioners 7. Chebukati na wawili walikuwa pande moja, 4 walikuwa pande moja, na 4 walisema sio Ruto, wale walisema ni baba, na 3 ndio walisema ni Ruto, sio. Tukaenda mahakamani, tukapeleka kesi yetu mahakama, na mawakili shupavu ambayo walipeleka hiyo kesi wakatoa ushahidi ya kutosha kuonyesha kwamba sisi hatukushindwa. Kulikuwa na mambo ambayo yalifanyika pale. Alafu sasa hii mahakama ikaamua dhidi yetu. Tena wakatumia lugha mbaya zaidi, lugha ya matusi. Ati sijui wishful thinking, sijui nini, hot air, na hiyo takataka yote hiyo. Sisi tukasema hatukukubali na huyo uamuzi, lakini tuliheshimu. Maana yake hiyo ndio sheria, hiyo ndio katiba yetu inasema namna hiyo. Ati uamuzi ya mahakama ni final. Sisi tunaheshimu. Sasa Bwana Ruto anasema yeye hata heshimu uamuzi hiyo mahakama ambayo iliweka yeye kule. Anasema yeye hata heshimu. Sasa mahakama yake ameanza kutoa ushahidi bandia. Huyu naibu yake Bwana Gachetha alikuwa ameshtakiwa kwa wizi na ufisadi, na kulikuwa na ushahidi ya kutosha dhidi yake yeye mwenyewe. Sasa yeye anaweza kusema anashtaki yule mahakimu ambaye alisema ati ile pesa ambayo aliiba arudishe kwa serikali. Sasa anasema kusema ati huyu jaji ashtakiwe kwa sababu ati yeye sasa ni naibu wa rais, atatoa ushahidi huko mbele. Hiyo kesi ilitolewa kisiasa. Maana yake kulikuwa na ushahidi ya kutosha dhidi ya Bwana Gachagua. Na mimi nasema hata hapa siku ya leo ya kwamba Gachagua hastahili kuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mr. Gachagua belongs to jail. He does not deserve to be a deputy president of the Republic of Kenya. This is how we will lower our standards. Our standards have gone so low. It is unfortunate. And I just want to give Mr. Ruto free advice. Please respect the judiciary. If you don't respect the judiciary, we will not respect whatever you say. We will be justified.